Aliyekuwa rais wa Korea Kusini Yoon Suk-yeol amehukumiwa kifungo cha miaka 30 jela na mahakama kuu wilaya ya Seoul. Katika mahakama ya Seoul Central District Court amekutwa na hukumu hiyo baada ya kukumbana na mashtaka mawili: matumizi mabaya ya madaraka na kuhusika na operesheni ya ndege zisizokuwa na rubani maarufu kama drones kuelekea Korea Kusini. Hukumu hiyo imetolewa tarehe 12 Juni 2026. Mahakama kupitia kwa washuhuda wa pande zote mbili, washtaka pamoja na watetezi wa rais wa zamani wa Korea Kusini Yoon, ambapo alikutwa akihusika na kesi mbili: matumizi mabaya ya madaraka pamoja na operation ya ndege zisizokuwa na rubani, kwa lengo la kuongeza mvuto kati ya Korea Kusini na Korea Kaskazini. Kwa hatua hiyo, ilidaiwa kuandaa mazingira ya kutangaza sheria za kijeshi kwa mwaka 2024. Kwa mujibu wa mahakama, vitendo hivyo vilihatarisha usalama wa taifa hilo pamoja na kugeuka sheria za nchi hiyo. Baada ya kusikilizwa kwa pande zote mbili, mahakama ilitoa hukumu ya miaka 30 kwa kiongozi huyo. Kesi hiyo imekuwa na mvuto kwa wananchi wa Korea Kusini pamoja na jumuiya ya kimataifa, ikiwa inafuatiwa na vyombo mbalimbali ulimwenguni kote. Pamoja na kesi hiyo, kiongozi huyo ameweka historia kwa kufungwa miaka 30 kipekee zaidi na kuonyesha kwa mfano serikali inavyowajibika kwa viongozi wa umma. Hata hivyo, wawakilishi wa Yoon Suk-yeol wameonyesha nia kutoridhika na hukumu iliyotolewa kwa mteja wao, rais wa zamani wa Korea Kusini, na kwa muktadha huo wamedai kukata rufaa, wakionyesha kuwa mteja wao kutendewa haki kwa mujibu wa sheria ya Korea Kusini, ili kuamua kesi yake kupitiwa upya na mahakama ya ngazi ya juu. Kwa sasa macho mengi yanaelekezwa kwa hatua inayofuata ya kukata rufaa, ambapo inaelezwa kuwa akikata rufaa itaweza kuthibitisha yeye kuendeleza na miaka 30 jela au kukata rufaa na kwenda ngazi ya juu zaidi. Swali lililobaki, je, rufaa hiyo itabadilisha mwendelezo wa kesi hiyo au itaachia uamuzi ubaki kama ulivyo? Nadhani jibu litapatikana katika hatua zitakazofuata na mchakato wa sheria, huko dunia ikielekeza ufuatiliaji kwa ukaribu mwendeleo wa kesi hiyo muhimu. Jina langu ni William Nago. I declare martial law to protect the free Republic of Korea from the threat of North Korean communist forces, to eradicate the despicable